Tatu nisikie makofi na vigelegele kwa Yesu aliye hai. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Tunamshukuru Bwana Yesu ambaye ametupa neema na kibali cha kuwepo mahali hapa jioni ya leo. Haleluya. Kama unampenda Yesu, punga mkono wako juu namna hii. Unganisha na wapili, pigie Bwana Yesu makofi mazuri sana ya shangwe na vigelegele. Na kwenye miti mikubwa. Amen. Huku Bukoba huku au mkoa wetu wa Kagera kuna aina ya miti ambayo hiyo miti wanaitumia watu kuweka madhabahu zao. Mfano, kuna mti unaitwa ekigabiro. Unakielewa wangapi wanakijua ekigabiro? Ni mti unaokuta kwenye shamba la mti mkubwa kwenye shamba aidha la migomba mkubwa, lakini pale kwenye mti pale kuna vitu wanakuwa wanafanya, aidha wanachukua dawa au wamejenga vitu fulani. Wengine wametuzungushia tofali, wamepanga kama vile shule wanavyopanga kwenye viwanja vyao. Bwana Yesu asifiwe. Na wametandaza nyasi pale na nini. Sasa mfano wake ni kwamba ule mti ukiwa unaenda ukipita TANESCO kapanda Kagabiro, kuna eneo moja, kuna kanisa moja linaloitwa TAG, kanisa la TAG. Wamejenga vijumba, kuna makaburi na vijumba kidogo. Alafu pale kuelekea kwenye mti wametengeneza kawanja, wamejengea vitofali, wamevipanga pale kwenye mti. Maana pale wanafanya ibada. Ile inaitwa madhabahu ya shetani. Amen. Sasa tunapozungumzia habari ya madhabahu za shetani, mfano wake ni huo wa hiyo madhabahu. Lakini pengine kuna miti mingine inaitwa, kama sio ekigabiro, kuna mti unaitwa ekirundu. Kuna mti unaitwa omshasha. Amen. Kuna mti unaitwa omulinzi. Amina. Kuna mti unaitwa omugugu. Tunaelewana vizuri Miti yote hiyo na mingine mkahawa huu, naona huu wanaopanda mbuni huu. Amina. Pengine unaweza kukuta familia ina mgomba, ule mgomba unapotoa ile ndizi hata ikikomaa huwa haipikwi. Wanaiacha inakomaa, na baada ya hapo anaweza ikaiva na kupukutika pale, au ndege wakati na nini. Ukipika haiwezi kuiva. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nielewa vizuri. Lakini kuna mti mwingine wanapenda kuweka mipakani, unaitwa ekiani, si ndio? Kwa lugha nyingine inaitwa ekiramla. Amen. Pengine unasema inaitwa omtura. Ukiota ndoto mbaya, ukamwambia bibi, anakwambia uende pale Mtura uambie ndoto yako. Jamani, kwani mimi ndo ninajua peke yangu? Nyinyi hamjasikia huko? Maeneo ambayo familia wote wanaokufa wanazikwa eneo hili. Familia vijijini, kuna mahali ambapo unakuta wamepatenda. Amen. Kuna kaburi limepangwa hivi, hii iko hapa, hii iko hapa, hii iko hapa, ila mtoto na mtu mzima saizi ya kati yamepangwa. Watu wanazikwa mahali pale. Hata ukifia Dar es Salaam wanaingia gharama mpaka wanakuleta wakuzike mahali pale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Zamani walikuwa wanagombania kuzika mtu na leo, ila leo imekuwa kubwa sana. Zamani ilikuwa ni upendo, ya sasa hivi ni kwa sababu ya vyama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukizika
makaburini, nyumbani pale. Sasa utakuta kuna familia ambazo wanafanya ibada, wanawasha mishumaa, wanaweka vitu vingi pale, wanafanya ibada. Wakati mwingine wanakusanyika mwaka kwa mwaka, wengine mwanzoni mwa mwaka, katikati mwa mwaka na mwishoni mwa mwaka, wanafanya ibada. Familia nzima wanafanya ibada, wanafanya matambiko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hayo kama yako kwenye familia yenu, haya ninayotaja, ujue kwetu kuna madhabahu. Wengine madhabahu ya shetani inaweza ikawa chumbani. Unakuta kwenu au kwa babu au kwa bibi kuna chumba ambacho haruhusiwi mtu kuingia, anayekifungua ni bibi peke yake au babu peke yake au baba peke yake au shangazi peke yake, ndiye anayefungua kuingia kwenye hicho chumba. Na mle kwenye chumba unakuta kuna meza imewekwa vizuri, kuna sahani na kahawa, unakuta kuna marashi ya aina mbalimbali, unakuta kuna vitambaa vimepambwa, yaani kuna harufu fulani hivi. Inaitwa madhabahu. Na kwa lugha nyingine pa hivyo vitu kinaitwa ni kilinge. Mafrasi nafikiri ziwani, mara pengine ni kwenye milima, kwenye mabonde, njia panda, kwenye vichuguu, zote hizo ni madhabahu. Kwenye mashimo, zote hizo ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Umenielewa vizuri? Kwenye maeneo tambarare, pengine kwenye mtoni, pengine kwenye kijumba kimejengwa vidogo vidogo, tunaviita viduku vile vya kuabudia. Madhabahu zote hizo ni madhabahu za shetani. Kuna eneo jingine, kuna kitu kingine sikijui kwa Kiswahili kinaitwaje, nakijua kwa Kihaya. Inawezekana nyinyi mtakuwa mnajua, kinaitwa mpiki. Mpiki mnajua? Kwa Kiswahili inaitwaje mpiki? Ndio kichuguu? Hamna bwana. Kichuguu na mpiki ni vitu viwili tofauti. Mpiki kuna wadudu fulani za shetani. Ni madhabahu za shetani. Haleluya. Sasa ngoja nikwambie, maadui wanapoamua kumloga mtu kwenye kichuguu, wakimloga kwenye kichuguu cha kawaida hiki ambacho wanatoka kumbikumbi, na wakiona wameshindwa kwenye kichuguu, wakienda kwenye kichuguu kingine, zote hizo ni madhabahu za shetani. Ni madhabahu za shetani, ambazo hizo madhabahu nilisema zinakamilishwa na vitu vitano. Kuna vitu vitano vinavyozikamilisha hizo madhabahu. Hii iitwe madhabahu, iwe ya Mungu iwe ya shetani, inakamilishwa na vitu vitano. Kitu cha kwanza ni Mungu wa madhabahu. Iwe madhabahu yenye nguvu, inakamilishwa na vitu vitano. Jambo la kwanza ni Mungu wa madhabahu. Sasa unapokuwa unapigana vita ya kuhusiana na madhabahu za shetani, lazima haya mambo yaelewe. Ili unapopigana vita ujue unapigana vitu gani vyenye nguzo za aina zipi. Haleluya. Kuna Mungu wa madhabahu. Namba 2, kuna kuhani wa madhabahu. Namba 3, kuna kafara ya madhabahu. Namba 4, kuna washirika wa madhabahu. Na namba 5, nguvu ya madhabahu. Narudia, namba 1, Mungu wa madhabahu. Shetani amemweka pale kwa kazi ya wakala au kazi ya kuhani wa hiyo madhabahu. Kazi yake ni kuchukua matakwa ya washirika na kuyapeleka kwa Mungu wake.
au kwa Mungu kwa ile madhabahu. Wewe unapokuja unasema, mchungaji, mimi naumwa, nahitaji uniombee ili na hivi na hivi na hivi, ila nahitaji kubeba mimba, au kila nikichumbiwa tumbo unaharibika, si tatizo ni nini, nahitaji uniombee, au nikifanya biashara haiendi, au hivi na hivi, matatizo tofauti kulingana tatizo linalokusumbua. Unaponiambia mimi, nikianza kuomba utasikia ninasema, Baba, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Baada au kwenye kikao cha wachawi, ni mchawi lakini wana kikao chao, watu 50. Kati ya hao 50 kuna mwenyekiti ambaye ndiye kuhani wa madhabahu, na sio kwamba wanakusanyika popote, kuna mahali wanaenda kukusanyika. Wakitoka pale wanatawanyika kwenda kazini, lakini lazima waanzie pale. Anayepaa kama madhabahu, kuna kichuguu kwenye mazingira ndio madhabahu yao, au kuna eneo au ni makaburini. Kwa wanaopaa, wanaotoka Mbunda watakuja, wanaotoka si wapi Ikondo watakuja, wanaotoka si wapi kule watakuja, Breza watakuja, wanaotoka wapi watakuja, wote wanapaa wakifika wanatua mpaka 50. Sasa wengine, kuna wale ambao hawajatoa sadaka ya kutosha, wao hawana uwezo wa kupaa wenyewe, lazima aombe lifti. Hii umiliki kaungo ile, uwe na ndege, ni mpaka umetoa kafara. Kafara iwe ni kafara, sio kutoa mtu fulani kule kuua hapa aletea nyama. Hiyo unachangia nyama kama wewe walivyoleta na ukala. Kama una mme, unamtoa mme wako, au unatoa mtoto wako, au unatoa mama yako, unatoa mtu wako wa karibu, ili uchawi wako upande gharama. Uchawi wanaotumia wachawi hawa una gharama, sio kuchukulia mchezo. Wengine wanauchawi mpaka bilioni 60. Wewe unaweza ukasema, mimi mchungaji nimeyajuaje? Mimi niliwakamata sana. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeongea nao hivi. Ila mchawi muone hivi. Ukisana kuambia mchawi, wewe muone hivi, mnakutana naye amejipaka mafuta. Akikuonyesha makorokoro yake, unaweza ukamwangalia ukamtapika pale pale. Yuko hapo ukamtapika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi nilienda Jehova Shalom. Ni ngumu kama jiwe. Ninaomba mpaka unawaza mimba kweli ilitoka huko. Yaani naomba mpaka jasho inatoka, mpaka na chumvi inaanza kutoka. Moja nimempiga mwana kichwa. Sasa ile chafya mimi sema ina kitu. Yaani unaomba mpaka unashtuka. Sina jipya inaye Bwana. Sasa sifi. Sasa akanipigia, mchungaji, njoo nyumbani. Asante kwa maombi yako. Ndio huyu mwanamke. Leta vitu vyako. Hivi unajua ni kama vile unaiona choo. Kuna makokoro yaani vichwa si vya nini? Yaani vya mwanadamu. Sasa jicho ambalo limechomoka hivi na paona kama kulikuwa kuna jicho hapa. Vichwa vya wanyama tofauti. Kichwa kama ngumi ya mtu hivi. Ni kia ya ajabu ajabu. Yaani unawaza huu mkia ni wa mnyama wa aina gani? Nipo mmoja akisema huu mkia umetoka Nigeria. Nikasema huyu hamna wokovu. Yaani huyu hata usiongoza watu. Huyu hawezi kuokoka. Na wachawi hawaokoka.